husband. This is a hidden reality of Kenyan widow that many people don't want to talk about. It is always hidden under the table. And people want to sugarcoat the issues of widows. But we stand here today to say it as it is. Her Excellency, we have always been told that we have more than 8 million widows in the country of Kenya. And even after seeing these big numbers, the widows have been left out in census. When we had the 2009 census, we did not get the data for Kenyan widow. And so if we are talking about almost 8,000, and every day a husband passes on, every day there's a widow among us, where are we headed? So my question is, if we don't have the data, how will we help this widow? If she's not visible, if we are always talking about estimation, will we even be able to know how many widows we have in this country of Kenya? And so, I call upon the government of Kenya to come up with that data so that we know when we talk about a Kenyan widow, what we are talking about. We ask Kenyan government to implement the policies. We don't want to talk about policies that only exist. We want to talk about policies that are implemented and policies that are helping a Kenyan widow. At Hope Alive International and Echoes of Mercy, we refused to keep quiet and we chose to act. That is why we work in the country of Kenya to make sure that we know where the widows are found. And also, we want a widow to be respected. Her Excellency, despite the Kenyan Constitution, Chapter 4 on Human Rights, the Marriage Act of 2014, the Matrimonial Property Act of 2013, and the Law of Succession Act, harmful practices persist. In our nation, for example, Gladys has just told us about widow cleansing. She did not explain so well. This is whereby a widow is forced. She said an in-law is forced to come and stay. It's not staying. Her Excellency, they are forced even to have, I'm sorry to say for the children who are here, but to have sexual intercourse with people who are called their relatives. They don't care whether this man is sick. They don't care whether they are drunkards. They don't care. And this is done in the name of cleansing a widow from the spirits of the husband. So my question is, who came up with this law that demands that a widow should be cleansed? And which spirits are we talking about? And because Gladys has talked about the eviction, here today, if I want to call upon these widows who've been chased from their property with pangas and rungus, Your Excellency, you will be so sad. We have widows who are sleeping on shopping centers, on borrowed shelters, just because the in-laws have sent them away from their property, and they are suffering with their children. We have decided to call harmful rituals family. These are not family. These are rituals which are very black in this country, and these are rituals that brings poverty in the houses of the widow. And so, Your Excellency, we are so happy that you are here today. And we pray that in this country, the law should be implemented. And today, we want to speak with the same voice that every perpetrator of these crimes should be taken in, and they should be sentenced, because what they are doing to a Kenyan widow and orphan is beyond measure. Our Excellency, Echoes of Mercy and Hope Alive chose to go around the whole country
and see where the widow is. And so, up to now, we are talking of reaching and registering groups, because we realize that if we don't rally these widows and put them in groups, have them registered under the Ministry of Social Services, they will not be able to access funds in this country, because we are about economic empowerment. If we don't empower the widows, they will keep on begging, and when they go begging, sorry to say, men who are in our families, they take advantage of them because they are always begging. And so we want to change the narrative. We want all widows to be put in groups like we are doing right now, so that they can access the funding. I'm very happy for the governmental organizations that have been here, and they talked about money. So I don't know if widows, you heard them so well. They say there's money that you should go for. And what I know, you cannot access these funds unless you're registered in groups and you are organized for you to run your own business. Her Excellency, up to now we've reached 62,200 widows across 24 counties. And these are not full numbers. There are still many widows that we've not reached. And it is our desire and our vision to reach the entire 47 countries come 2030. We have helped register 136 self-help groups. We have constructed 207 houses for the most vulnerable widows. We have used alternative dispute resolution to resettle 125 widows back to their homes. We have given seed fund to 87 self-help groups to launch businesses in their groups. We have helped to train and offer financial literacy, counseling, and medical support to some of these widows. But Your Excellency, this is not enough. We call on the government and stakeholders to properly implement widows' protection laws, to establish a Nation Widow Fund for all the widows, to digitalize widows and orphan record, to set up county-based widows' welfare initiatives. And there's one thing about affordable housing that our president is doing each and every day, and we are proud of him. And so I call upon the government to consider widows who are homeless, so that whenever these projects are launched, we are told we have houses for this number of widows. Your Excellency, if that will happen, we'll be so appreciative. And today, nataka kuongelesha wamama wajane. Huwa tunasema mkono mtupu haulambwi. Na ikiwa mnataka kusaidika, muinuke pia nyinyi, muwe wakakamavu, muweze kutafuta maendeleo, mtafute haya mashirika ya kiserikali na ya kibinafsi ili muweze kusaidika. Jambo la pili, wakati tunashikwa na msiba, ninaomba wajane muwe wenye nguvu na muwe wepesi kwenda kutafuta makaratasi ya kufanya succession, ili wakati mashemeji wanakuja kuwanyang'anya mashamba yenu, muwe mumeshika title deed mkononi. Jambo la tatu, ninawaomba muweze kulinda watoto wenu, muweze kulinda afya zenu, na kwa sababu magonjwa kila mara yapo, tumesema muende kujiandikisha kwenye SHA ili mkigonjeka mnaweza kupata matibabu. Jambo la mwisho, mama taifa, hawa wamama kila mara wameniambia tuletee viongozi. Na wamama wenye mko hapa wote, kuna siku niliwaambia huwa tunakutana na Bi Harriet Chigai ambaye anaketi na president, anamwambia mambo kuhusu haki za wamama. Na kila mara tukikutana mimi namwambia haki za wamama ndio tunataka, lakini kuna huyu mama ambaye ni mjane ambaye kesi yake ni special. Kwa hivyo ukienda kushirikiana kuongelesha baba wa taifa, mwambie wajane wanateseka.
Nikimalizia, mama wa taifa, hawa mama leo wana furaha tele. Na wananiambia leo ni siku yao ya outing. Hawajawahi keti chini wakatazama mama wa taifa. Na wamesema kwamba stress yao imepungua kidogo kwa kiasi fulani. Wanaporudi nyumbani leo watalala usiku vizuri, kwa sababu wakati mashemeji watakuja kuwatoa kwa nyumba zao, watawaambia tulikuwa na mama wa taifa. Asanteni sana. Tumpe makofi mazuri jamani anapoondoka jukwani. Asante DJ. Bibeti, najua masuala ya wajane yako moyoni mwako kwa undani. Asante sana kuangazia masuala ya ndani yanayowakumba wajane. Umechukua muda kweli. Nashukuru sana. Tumpe makofi tena jamani. Mheshimiwa mama wa taifa, sasa tunasonga mbele tukiendelea kufikia kilele cha hafla yetu. Na kwa sasa ningependa kumkaribisha kamishna wa kaunti hii ya Nyamira Bwana Erastus Mbui aweze kuwatambulisha viongozi wa serikali kuu ambao wako hapa na vile vile kusema machache. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Thank you very much, Excellency the First Lady, Madam Rachel Ruto, Madam Aliet Chegai, Excellency the First Lady Nyamira County, all protocols observed. I can see the MP, my MP West Mugrango is also here, the Women Rep Nyamira County, the Bishop, Bishop Moses and your team, Hope Alive, and Echoes of Mercy, wajane, pamoja na wote ambao mko hapa. Hamjambo. God is good and all the time. I'm happy today to be part of this congregation to honor the widows. It is a rare opportunity. And Madam, Her Excellency, I take this as an opportunity to welcome you to Nyamira. I know it's home to you, and we are happy to be with you. You can hear the celebrations that are here. They are really happy. The crowd that is here is over 5,000. It should be in excess of 7,000. And this is a special population in our country. Special in a way that sometimes we may not understand, those of us who have not experienced, me being one of them, losing a spouse in a foreign land that I would say, the person who brought you there is no longer there. And those you are left with are strangers. Sometimes they may not understand you. To some, when the body is lowered to the grave, you start healing. But the mourning for a widow continues for a while, and it may never heal. That is something that we know. This was a special person to you. This is somebody who knew you better than any other person. And the cases that we are dealing with regarding widows in the offices, I can say for sure they are many and wanting. Ranges from losing wealth, failure to file succession, and this is a disguised attempt to deny a right to a widow. When we were told about being mindful of your neighbor, we know that a neighbor is somebody in need. It may not be financial. Sometimes it could be just a year, just letting a year. It can mean a lot to that widow. Of course, the government is trying in its own way to solve some of the problems that are arising from those situations, including the Social Protection Fund that is available for the orphans, for the widows.
And probably some of the funds that the government has come up with, I know Weso Fund was here and explaining some of the things that the government is doing to ease the pain and relieve the financial suffering. Let's always remember that it should not be lost, or it should not end with marking today. Maybe it's a call for change. Tuweze kufikiria zaidi. This is the first function of this kind that I'm attending. And there are so many things I've had here, which probably makes me think differently in a way. I don't want to take a lot of time for now because we have a guest and we want to hear the guest. And I know these ladies here are yearning for that. I want to introduce some of the people that we've been working with. It was a joint effort between Hope Alive, Echoes of Mercy, national government and county government. Please, if you are in the organizing committee, can you stand from wherever you are? The county government led by the county secretary, I can see you are just behind there. I can see Madam DCC, you are not standing. You are part of the committee. We have a team. It's okay. You can sit down. The national government officers who are here, both mainstream national government and parastatus, kindly stand, be upstanding. Mnaweza kusimama muonekane. It's a good number. I may not be able to mention all of you, but I can see there's a good number. There's another number of national government officers, especially the Ngao and the police officers who are out there to manage the population that we have around here. Thank you so much. You can take your seats. And I must appreciate the fact that the crowd is so well organized. Jameni, nafurahia kuona mmejipanga vizuri. Hebu jipigieni makofi jameni. Tumefurahia kwamba you are so orderly, mmejipanga vizuri na hatuna matatizo ya kuwa na nyinyi. Also, I want to thank Echoes of Mercy and Hope Alive International for giving us a humble time. We've been working with you within a very short time and we've been able to achieve what we've been able to achieve. Not to forget the police and the national government officers who have played a key role in making this day a success. Thank you so much. I think my responsibility, my role ends there. And High Excellency, I beg to leave the stage. Thank you so much. Mheshimiwa Mama wa Taifa, tunaendelea na hotuba fupi na sasa ningependa kumkaribisha mkurugenzi wa MSEA ambao ukiangalia upande wangu wa kushoto ambao ni wako wa kulia wameleta vifaa ambavyo naelezewa kwamba baadhi ya kina mama hawa ama wajane hawa ambao wako hapa siku ya leo wataenda na baadhi ya vifaa hivi. Hivyo basi naomba mkurugenzi wa MSEA mahali popote ulipo, nafasi hii ni yako. Karibia kwenye jukwaa tunapomkaribisha kwa makofi mazuri. Asante. Thank you very much. Her Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, distinguished guests, all protocols observed, hamjamboni. Hamjamboni tena. Kwa majina naitwa Mwenda Ridha, mimi ni mkurugenzi wa shirika la kiserikali linalohusika na mambo ya kuinua biashara ndogo ndogo, uplifting the micro, the small, and the medium enterprises in the country. Your Excellency, first I want to thank you, and I want to thank you most sincerely because part of our business is to uplift the socio-economic welfare of women, of widows, of the youth, and today is an extremely important day in particular because
you cannot celebrate the rights of a woman, the rights of an orphan, the rights of a widow without underlining the importance of economic empowerment, economic rights. Kwa hivyo siku ya leo nina furaha sana kwa sababu baadhi ya mambo ambayo tunashughulikia sana sana tukishikana na afisi ya Bi Chigai aliye hapa, empowering the women, ni mambo ambayo tunayafanya leo. Allow me to mention one or two things that we have been doing and that we must do to empower the women that were here, to empower the orphans that were here. One of the things that we decided to do as a deliberate initiative to implement the bottom-up economic transformation agenda is to work with the Office of the Presidential Advisor on Women's Rights from an economic empowerment angle. Because we believe that the root of the community's empowerment will be coming up with practical initiatives that will touch the core of the family. And the women that are here represent that in the best way and the most practical way possible. Niitikie nitaje ya kwamba tulipoanzisha hoja hii, tulianzisha kule kunaitwa Marsabit. And it was a real success. Naona mheshimiwa yuko hapa. It taught us that it is not huge investments that will change the community. It is small initiatives that are well calculated, that are genuinely relevant and practically structured to help our community. Kina mama walio hapa hawahitaji mamilioni ya pesa. Wanahitaji kushikwa mkono, kuelewa jinsi ambavyo anaweza kujiinua kifamilia. Anahitaji serikali kumsikiza, kuelewa ya kwamba mtoto aliyekuwa hapa ana haki kama vile ambavyo mimi nina haki na wewe una haki ya kuinuliwa kiuchumi. Na tukaamua kati ya pesa ambayo serikali ya Rais Ruto imetupatia, ni lazima tuwe na department ambayo inashughulika tu na mambo ya kuinua kina mama kiuchumi. It is a deliberate strategy that we are implementing. Mheshimiwa mama wa taifa, unajua ya kwamba hoja ya bottom-up economic transformation agenda ilipoanzishwa ilikaa kitu complex kwa wengine. Lakini kwa wale wameishi katika mashinani, unaelewa umuhimu wa shilingi 1,100, na unajua unaweza kuwa na mamilionea wengi ambao watakuwa kwa community kutokana na just 50,000, 100,000, 5,000, 20,000. And that is what we are trying to do. Tunafanya kazi na wabunge katika maeneo gatuzi yote. Tumeshikana aswa na wabunge wanaowakilisha masuala ya kina mama, na ninajua Mheshimiwa Biricho umetuona tukizunguka Kenya yote katika hoja hii. Nikimalizia niseme hivi, kina mama tutawashika mkono, watoto tutawashika mkono, wajane tutawashika mkono. Sio kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu hata Mungu mwenyewe anatarajia ya kwamba mwenye nguvu ashike asiye na nguvu. And that should be a calling for everyone in the community. We have a project that we are calling National Youth Opportunities Towards Advancement. This project, Madam First Lady, inatusaidia kuwapatia kina mama ambao wako kati ya umri wa miaka 18 mpaka miaka 29 with startup grants, pesa ambayo hawatalipa ya kufanya biashara ndogo ndogo.
inatusaidia pia kuwafunza bila kuwalipisha chochote in all the 290 constituencies. We will train them consistently for 6 months for free and hold their hands to start their enterprises. And I believe that we have so many young widows, and it's a very sad situation. So we will continue to do that, working with the Mheshimiwa Chigai's office. We will do that working with the political class, the MPs, the women reps. But more importantly, I appreciate the fact that everybody who has spoken here has spoken about the power of coming together so that we can support ourselves in structured groups, in associations, in a way that will be practical. Na niseme hivi, if we support you, please mentor the next person, go to your villages, identify that, name the case that doesn't know about this project, and let us support our young ladies, our young youth. Secondly, if you look to your, is it to your right? To your right. Okay. If you look to your right, you'll see a lot of assets, machines that will enable us to empower the women who are here. We have them in groups, we have them in associations, and we will be discussing that like we've done in other counties to support the widows and the young youth across the country. Finally, we call upon everyone to understand that if we come together and we take this seriously, we shall be more empowered. If we come together and mentor each other, we shall be greatly empowered. And we have 12 billion shillings for that purpose from the government. Asanteni sana, we'll be engaging more so that we can support each other in this endeavor. Thank you very much. Asante Bwana CEO. Tumpe makofi tena. Nafasi hii Mheshimiwa Mama wa Taifa, namkaribisha mbunge wa Mugirango Magharibi, Mheshimiwa Stephen Mogaka, aje aweze kuzungumza na vile vile kuwatambulisha viongozi wengine ambao wako hapa. Tumpe makofi mazuri. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. God is good, good people. God is good, and all the time. Thank you, Your Excellency, Mama Taifa. Your Excellency, the First Lady Nyamira County, wabunge wenzangu, Mheshimiwa Naomi, Mheshimiwa Jerusha, Mheshimiwa Irene Mayaka, naibu wa Speaker wa Nyamira County Assembly na MCAs wote mlioko. Naomba ni ride na itifaki ile ambayo imetawalia. Nataka kuwakaribisha katika constituency ya West Mugirango, Nyamaya Ward, Bugo Primary School. Mumekaribishika. Are you welcome? Wapi nduru ya Mama Taifa nyinyi? Wapi mbija ya Mama Taifa bana? Where are the men in the house? Thank you so much. Before I give my short remarks, with your permission, Your Excellency, this Nyamaya Ward is not represented in the County Assembly of Nyamira because we lost the MCA, Engineer Elijah Osiemo. And since it is Widow's Day, with extreme humility, naomba tusimame kwa nusu dakika tu kwa heshima ya yule mtoto mwenda zake, yule Engineer Elijah Osiemo ambaye alikuwa amechaguliwa kama MCA wa hapa. Samahani. Asanteni, naomba Mungu aendelee kuweka moyo wake mahali pema peponi. Na kabla nizungumuze, protocol inaniruhusu kuita wakubwa wangu kwanza. May I start with our Deputy Chief Whip, Mheshimiwa Naomi Wako. Karibu Mheshimiwa wangu. You are my boss in Parliament. I must follow etiquette.
Huyu ni mbunge kutoka mbali, wafugaji. Hebu mpigie mheshimiwa Deputy Chief Whip. Huyu ni ndio mdogo wake Osoro wetu, yule Osoro Machacharia, huyu ndio deputy yake. Naomba utusalimie. Asante sana mheshimiwa, rafiki yangu sana. Her Excellency our First Lady, Her Excellency First Lady wa hii county, my good friend CS Shigai, honorable members who are here, all the widows and all the protocol observed. Your Excellency, I'm excited to be here in the midst of these great people. I had this function in Marsabit, and 2 months down the line, everybody talks about this program. It had a huge impact. And it also taught me something, because I'm also a widow. I lost my husband in 2006 in the plane crash. I was very young that time, was confused, but Mungu akanishikilia mkono. And here I am today, trying to see how I can help the other widows. The testimony of my sister, Reverend, has really touched me. And as she was talking, I was really touched. That means in our society, we have so many widows who are suffering in secret. I don't want to take a lot of time, but my plea to you, because I know you have a lot of passion to the children, to women, and please make it a priority in your life, in your office, that widows can also be considered. Run with us so that we can have a lot of impact on them and transform their lives, because many of them are suffering. I greet you, I bring you greetings kutoka Marsabit. Watu wangu wa Marsabit wamewasalimia sana sana. I was there yesterday. And Omsea, thank you so much for the great work you are doing. We will talk a lot again and see how best we can impact our people. Watu wetu, mnapenda serikali yetu? Mnapenda serikali yetu? Kama haingekuwa broad-based, hatungesimama pamoja. But I thank our president for thinking out of the box and for bringing all of us together, ili tuweze kujua umuhimu wa kuishi pamoja. Na wapenda sana, mpendane na tupende serikali yetu. Asanteni sana. Makofi kwake mheshimiwa na ni mjane. Quickly in descending order, naomba sasa nimuite my Nyamira 1. Nyamira 1 ni woman MP wa Nyamira County yenye ananiongoza, ndio my senior, anakula tamu yake ya pili, na sisi tumesema kila mtu apewe tamu yake ya pili. Makofi kwa mama county. Asante. Asante sana, Your Excellency Mama Rachel, all protocol observed. Siku ya leo tuko na furaha ambayo hatuwezi eleza, kwa sababu hatujawahi kuwa na mkutano kama huu katika eneo hili letu. Kwa hivyo, Your Excellency, for having accepted to come here and grace this International Widows Day, which is being celebrated in the whole world, we take ourselves being blessed. Thank you so much. We have had testimonies. We cannot forget to thank the Life Hope International for what you have done for our people here. Testimonies have come through our children, through our widows. We want to pray God so that you can continue touching the lives the way you are doing. The life of a widow is only understood by that widow. This is a special group which has grown in big numbers in our country. And from what they have explained, we have gaps. There are several gaps on how we should mentor and help our widows in our nation. As members of parliament,
we will take it up from where we have seen the gaps. Thank you for your explanations. We were able to see where the nation, and especially the national government, should come in and help. Because even God says, whoever touches the widow, touches my eye. That means widows are a special group before God, and we must treat them in the best way so that our God can also be happy with us. All widows in this world, we celebrate you. Congratulations, this is your day. May the Lord take care of you as you take care of your families, minus your husbands. We know you have children. You are today a father, tomorrow you are a mother, the other day you have to pray this. We celebrate you. You are a great group. Finally, as Mama Count from Nyamira, I am so grateful of what the office of Chagai, Harriet, I want to thank you, because when I came to your office, you explained to me so well. And I said, this is what should go to our counties. But specifically, I am now asking for the count of Nyamira. Today here we are here, the whole of Kenya. Please plan and come to my county. As you come, I know Mama Rachel, the mother of the country, will come with all the goodies. We must be part of the 12 billion. Si mumesikia kuna 12 billion imetengwa kwa wajane. So every county should get prepared so that we can mentor and make sure that our widows have also been shown the way on how to grow their economies. Mama Rachel, I want to thank you. I know you are a prayer warrior. And most of these ladies who are here, they are always doing what you do. They know that your government came into office through prayers. So this government was God-given. All that we are seeing, we know are dramas. And wherever there are dramas, they make us awake so that we are ready to work for our people. Let's all love our country. Let's all support this government. Let's all be ready to move forward. And whatever negative energies that we are hearing around here, our youths, we are asking you, all your rights, ask for them. But whoever will enter and start maybe disturbing whatever you are asking faithfully, those people should be dealt with accordingly. Otherwise, I don't want to say more. Thank you for coming to my county. I welcome you. You can stay here today and tomorrow. We have everything. Mumeona tuko na matoke, tuko na ndizi, tuko na vitu nyingi hapa kwetu. We are blessed with a lot of rain, and we are blessed because of your presence here. Thank you, Mama Rachel. As you go, take our greetings to His Excellency na muambie sisi tunampenda na tunaenda kuwork na hii government until imalize miaka yake. Asante na Mungu awabariki. Good. Thank you. Mbunge maalum, mbunge mwenza, Mheshimiwa Irene Mayaka, Your Excellency, this is a special constituency you have visited. It is the only constituency in Gusii region that has 2 members of parliament. 50% gender rule observed. Honorable Irene Mayaka. Mpe makofi yake dada huyu. Asante sana, Mama wa Taifa. All distinguished guests, allow me to ride on the already established protocol because of time. Karibu sana hapa Nyamira. Mimi ni mtoto wa hii constituency, kwetu ni Bogichora Ward, na nimefurahi sana kuona wageni wote. Nimefurahi sana kuona wamama wetu wajane, na nawasalute. Happy International Widows Day. Mungu anawapenda, nyinyi ni watu wa maana sana. Tunazidi kuwaombea na tunazidi kuwasaidia. Na nimesikia ombi la Madam Beatrice ambaye anafanya kazi ya maana sana. Beatrice, you have said very clearly that we do not have the right statistics. I agree with you. And because I am very passionate in legislation,
I will ensure that we seek for a statement for us to be able to get the correct data of the number of widows we have in this whole country. Because the only way tunaweza hakikisha ya kwamba bajeti imewekwa katika mambo ya widows ni kwanza kabisa tukue na the right numbers. That is the only way we can make the good contribution. Na kwa wajane wetu, wananchi wetu wa Nyamira, viongozi wote walio hapa, nataka kuwauliza, mimi mwenyewe ni mjumbe mteule wa chama cha ODM. Na tuko hapa na watu wa UDA, tuko hapa na watu wa broad-based. Ninataka kuwaomba ya kwamba tafadhali tushikane mikono, tuombee taifa letu, tuombee serikali letu ambalo linaongezwa na Mheshimiwa William Ruto ili tuweze kuwa na maendeleo Kenya yetu. Mnakubali ama mnakataa? Mnakubali ama mnakataa? Najua hapa tuko na wamama wa Lereb region. Mnataka tutoke serikali, wengine wapate maendeleo, sisi tuzubae, ama tubaki kwenye serikali? Wangapi wanasema tubaki kwenye serikali nione? Asanteni sana. Mungu awabariki, mkurudi kwenu, mrudi salama. Tuko na matoke nyingi sana hapa Nyamira, na hapa ndio mahali tunasema God showers every day because it rains every day in Nyamira. Thank you very much. Asante mama wa taifa, rudisha salamu zetu na nawashukuru sana. Mungu awabariki. Makofi yake huyu mwanadada mheshimiwa. Kumalizia kipindi cha wanasiasa, naomba naibu wa spika wa assembly ukuje mbele pamoja na mwakilishi wa mbunge wa Homa Bay. Tafadhali kupeana salute namna hii. Ndio tumalizie, uje utoe ujumbe kutoka mbunge mwenza kutoka Homa Bay. Thank you. Asante kwa nafasi. Mama wa taifa, Mama Rachel Ruto, wageni waheshimiwa and all protocols observed. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa James Matinga ambaye nawakilisha wodi ya Kemera, tena ni naibu wa spika. Kwa hivyo naombea spika wetu nafasi kwa sababu alikuwa amesafiri. Na waomba wale waheshimiwa ambao tumetembea nao pamoja, tafadhali muje hapa mbele kidogo ili muonekane peke yake. Tafadhali muharakishe. Waheshimiwa wale ambao tumetembea nao wa Nyamira County Assembly. Mama taifa, sisi kama Nyamira tumeamua kutembea na serikali ya Kenya kwa sababu tunaamini ya kwamba hiyo serikali ndio bado iko mamlakani, na tunaamini ya kwamba tutafuna tukiwa ndani. Kwa hivyo niruhusu niwaambie wawasalimie kwa hewa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana mjumbe wa eneo hili, mama wa taifa, Daktari Rachel, all protocol observed. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Joan Ogada. Joan Ogada ni MCA wa Kojwach. Kojwach ni neighbor, na ningependa kusema ni furaha sana. Nimeleta salamu za Daktari Ivo Bara, jirani angefaa kuwa hapa. Wamama mmepokea salamu za Daktari Ivo Bara. Alafu nimeleta salamu za gavana wetu mpendwa, anaitwa Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Mmepokea? Mama wa taifa, ningependa kusema ni asante. Juzi president wetu Ruto alikuwa Homa Bay. Tulipata vitu mingi na sisi tuko kwa broad based. Ningependa kusema Bishop mwenye amekaa hapa ni mzaliwa wa wodi yangu Kojwach ward. Tumefanya kazi pamoja, na pia ningependa kusema wakati nilikuwa nataka kuwa MCA 2016 alishika mkono wangu. Ashiki tu wajane, but hata mama wachanga wanataka kuwa viongozi, alishika mkono wangu. Na pia nataka kupigia Raila Amolo Odinga, baba wa devolution, asante. Alileta ugatuzi, na sasa Homa Bay County Assembly na assembly zote tunaweza kufanya legislation, oversight and representation hili hawa wamama tuweze kuleta misaada ambayo inaweza linda hawa wamama. Homa Bay County, Gladys Wanga anafanya mambo mazuri kama kupea wamama pesa, na Gladys Wanga anasema angekuwa hapa amekukaribisha, na anasema wamama mbele na wajane waendelee mbele. Wajane sema you are a superwoman. You are a superwoman. Wamama wajane oye.
Mama Rachel Ruto oye! Gladys Wanga oye! Ivo Bara oye! Joan Ogada oye! Thank you so much, Mheshimiwa. Your Excellency, you can see what type of neighbors I'm blessed with. I thank God for choosing me to be the Member of Parliament for West Mogrango. And then my very few remarks are, Your Excellency, you are welcome to West Mogrango constituency, Nyamaya Ward, and Nyamira County as a whole. And I thank God that you have come as the First Lady of this Republic. 2.5 years later, you were right here doing table banking at Masosa, at Nyansabakwa, and praying for the country, praying for a peaceful election. And I want to tell you, the jail you made with the people of West Mogrango is the reason they voted Honorable Dr. William Samoei Ruto as the 5th President of the Republic of Kenya. Na vile umekuja hivi, mimi naona iko tano tena. Iko tano tena hapa. Iko tano tena hapa. Thank you so much. Now to the business of today. Wajane wetu. Nyinyi ndio mashujaa wetu. Tunataka kama wale tuko hai kuomba msamaha kwa yale yote mmepitia, kwa yale yote mmesikia, kwa yale yote mmeonyeshwa, kwa sababu tu eti mmepoteza waume zenu. We truly apologize as a humanity, because this is needless indignity that any human being should never be taken through. But take solace that somebody cares. At least His Excellency, the President of the Republic of Kenya, has sent to us no less than Mama Taifa to come and feel with us, to come and pray with us, to come and have hope, and to know that somebody somewhere cares. Makofi kwa raisi na mama wa taifa. And I want to thank God for Her Excellency Dr. Rachel for being the First Lady of the Republic of Kenya at a point like this in time. Because we have a lot of stresses. We have a lot of disappointments. We have a lot of scarcity. We have a lot of poverty. What an action. What a heart that the Mama Taifa chose that of all places atakuja kwa wajane hapa pande hii, tuombe, tushukuru Mungu, tuende nyumbani tukijua Mungu aliye hai atatuonekana hata liwe liwalo. Makofi mengine kwa Mama Taifa. Na mimi kama wakili nataka kusimama mbele yenu niwaambie kuna sheria tosha katika katiba na sheria za nchi za kuprotect our widows and orphans. Tuko na Children's Act, tuko na Succession Act. Mimi nataka tuamue kutoka siku ya leo, tuamue tutekeleze sheria za nchi za Kenya, tujue mali ya jamii, mke na mumewe, hiyo ni mali yao, sio mali ya jamii. Na hakuna brother-in-law ana ruhusa ya kwenda kudai mali ya ndugu yake eti ni kwa sababu ndugu yake amekufa, bibi yake sasa si wa maana tena, yeye ndugu yake ndio wa maana kwenda kurithi mali ya ndugu yake. Na ndio nataka kuchukua hatua, and wakili Harriet, and help me in this. Mimi nikiwa wakili katika ofisi yangu ya CDF kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 nitaajiri kupitia kwa mshahara yangu wakili atakaa katika hiyo ofisi kushughulikia maneno ya wajane, wafanyiwe succession, so that hii upuzi yote tunapata ituondoke. Ikikuwa complicated nitaomba ruhusa bunge
tukuje tukabiliane, so that we protect the widow's rights, we protect the orphan's rights, and we give dignity to our women who are undergoing the agony of loss of their spouses. Ya mwisho, Mama Taifa, mimi nataka mwalimu wa shule hii na wale walimu wa mashule wale tumetumbuizwa hapa, msimame kwa miguu yenu. I want to thank you, our teachers, for coming through for our children. Mama Taifa, this Bugo head teacher deferred half-term, mid-term, which was supposed to start today for our children, ili wakuje wakupoke, wakupigishe densi, and I didn't know, Your Excellency, hata wewe ni wa sherehe, umepiga densi hapa mpaka tukashukuru. Kumbe anapigia mheshimiwa First Lady makofi ya densi. But they have some requests which I'll pass through Harriet. We will go and deal with them because they are infrastructural support. But I heard those children, orphans, asking for, is it a bus? Did I hear them ask for a bus? Nyinyi hamkuwa mnasikia? Wale watoto, Your Excellency, First Lady, usiende uambie President ati mjumbe wa West Mugirango afanyi kazi kuomba basi, hata watoto wanakuja wanachukua hiyo nafasi ya mjumbe, wanajiombea basi. Lakini mimi nimesema hawa watoto wananisaidia kazi, na wakishanisaidia hivi, na wewe ni mama wa taifa, ukifika kule juu ukiona kuna dona fulani, ukumbuke hawa watoto yatima wapate hiyo basi, so that they can have hope of having parents beyond here. My final request to Your Excellency is this, because you have never had it anywhere. And in our vernacular we say, ukienda kwa boma, tafadhali omba kile ulikuwa unataka. Ukianza kuchapa story, mwingine akuja ombe kile ulikuwa unataka, hiyo imeenda, hata ukiomba sasa hiyo imeenda. Ndio sababu I want to make a very special request, Your Excellency, that as Mama Taifa, you just adopt one of the constituencies in the Republic of Kenya, iwe ni constituency yako uwe matron, hawa wajane wawe wakijua ikiwa ni Krismasi, kuna Mama Taifa, tutafanya delegation, tuende tuombe, warudi na chwara. Hawa mayatima wajue wako na Mama Taifa, ikifika ni sherehe wanakuja, tunaomba pamoja, wanarudi na chwara, ndio waendelee na maisha. Na mimi napendekeza kwako, Mheshimiwa Mama wa Taifa, hiyo constituency si ingine, ni ile ulikuja ukafanya table banking, ni ile constituency umefika. By the way, you are the first lady of the Republic of Kenya to arrive in Nyamira County, and you have landed in West Mugirango. Yani yeye ni wa kwanza. Wapi nduru ya Mama County? Wapi Mama Taifa? Wapi nduru yake? It is my humble prayer that you find it in your heart and kindness to just adopt this constituency. It was the leading in the county in performance of exams. So if you matroned as Mama Taifa, hii ndio constituency itakuwa ina produce national stars. I want to thank you and thank you. Send our greetings to His Excellency the President. He sent us, the Deputy President, the other Friday, kuchangia walemavu na wajane. Leo amekutuma kwa sherehe ya wajane. Huo upendo wote rais ametuonyesha sisi si vipovu. Ikifika siku rais atatuhitaji, atatupata kwa debe, na debe itazungumuza. Ni wangapi wanatuma salamu kwa His Excellency President Ruto? 5 tena.
Asante sana Mheshimiwa Mugaka kwa nafasi hiyo. Naomba sasa kumwalika mkewe Gavana wa Nyamira aweze kuja kuzungumza kwa ufupi, na pia kuchukua nafasi hiyo kumwalika mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Bi Harriet ambaye ataendelea na ratiba. Tumkaribishe mama wetu kwa makofi. Makofi, makofi mazuri. Excellency, the First Lady of this nation, and riding on all the protocol that has already been set, I want to take this opportunity to thank you and welcome you to Nyamira. I know that today is International Widows' Day, so it is not our day for those who have spouses. It is the day for those who don't have spouses, and it's the day for the orphans. So wajane wote mlioko ndani ya hii tent, habari zenu? Habari zenu, nione mikono yenu. Leo ni siku yenu, na hapa kwa hii tent pia mko na first ladies kutoka makaunti zenu. So nataka niwaite wake wa magavana walioko hapa ndani, ndio wajane wajue mulikuja kwa sababu yao. Mkija hapa haraka haraka itakuwa vizuri. So tuko na first lady kutoka Turukana. Kuna mjane kutoka Turukana hapa ndani? Turukana, Marsabit. Niliambiwa nyote mtakuwa hapa ndani. So nataka niwaite hawa wawasalimie tu, mjue wako na nyinyi, na ndio mnakaa nao pale mashinani, na ndio wanawashika mkono. Nitawapatia nafasi wawasalimie, na wasalimie mama wa taifa. Nikianzia mama wa kaunti ya Turukana. Your Excellency Rachel na First Ladies wenzangu na wakazi wa Nyamira County, wafanyakazi wa kaunti wa Nyamira, amjambo. Kwanza kabisa nataka kuchukua nafasi hii kuomba msamaha. Nimefika kwa wakati kama hii kwa sababu nilikuwa na mwendo wa kufika, kwa sababu haya mambo yametendeka hapa siku ya leo ni ya mambo ya wajane. Nami kule Turkana niko na kazi ya wajane na watoto watima. Kwa sababu ya wakati nasema asante, na pia imekuwa ni wakati mzuri. Mama wetu ambaye ni rafiki wangu, niliona nisimkose. Nilitoka Nairobi na mpaka nimefika mahali hapa. Ninashukuru. Wajane mupo? Mupo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Lilian Kamdei ya Kamais. Mama wetu Richo, pokea salamu za Gavana Jeremiah Morkai. Hata utakapoenda nyumbani peana salamu zetu tukiwa wa Turkana, manikiwa kiongozi wa Turkana, mama wa kaunti. Salamu zangu kwa rais. Mungu amani aweze kuwabariki. Your Excellency Mama Rachel Ruto, all protocol observed, and all widows, good afternoon. Good afternoon once more. Basi, my name's Askovia Chebet Kachapin, First Lady West Pokot County. Pia kule tunafuraha na tunasherekea siku ya leo ambayo tunasherekea wamama wetu ambayo ni widows pamoja na watoto wajane, watoto wa yatima. Basi asante sana Mama Rachel kwa kuitikia kucraze occasion kama hii, na tunashukuru sana kama wamama kuwa nyuma yako ili tuweze kusherekea siku ya leo ya wamama wetu. Asante sana. Mama Taifa, Bi Rachel Ruto, wageni wote waheshimiwa,
kina mama wajane. Kwa majina naitwa Betty Mutai kutoka kaunti jirani hapa Kericho. Pokea salamu kutoka Kericho. Bwana asifiwe. Tumekuja kwa hafla hii. Nataka nishukuru Excellency Emily Nyaribo kwa kutukaribisha hapa. Tuje kukaribisha mama taifa katika sherehe hii ya wajane duniani. Mama, tunakushukuru kwa sababu umeonyesha upendo mkubwa sana kwa kina mama wajane katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana, Mungu akubariki. Wajane, Mungu yupo nanyi. Amesema yeye ndio mtetezi wenu. Endelea kuwa wenye nguvu kila wakati. Asante sana. Mama wetu wa taifa, Mama Rachel Ruto, na viongozi wengine walioko kati yetu, na wajane ambao tumekuja kwa ajili yao, nataka nichukue nafasi hii kuwasalimia nyote. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru sana kwa sababu ya siku njema kama hii, kwa sababu Mungu ametuwezesha na ametupa nafasi mzuri, na tunashukuru sana mama wetu wa taifa kwa kuja kusimama na wajane wa nchi hii wakati tunasherekea siku yao. Na kwa ushuhuda ambayo tumesikia hapa siku ya leo, nataka kusema Mungu amekuwa msimamizi na amepigana kwa ajili ya wajane wetu. Nataka tu kuambia wajane kwamba mkikosa mtu ambaye anasimama nanyi, mjue Mungu ako na nyinyi. Na watakia mema na Mungu awalinde. Kwa mama wetu wa taifa, tunakupenda na tunakutakia mema wakati unatekeleza jukumu ambao Mungu alikupatia. Nasema asante na ninatoka Bomet. Mama wa taifa, Mheshimiwa Rachel Ruto, waheshimiwa wengine wote wa serikali wa juu na wa serikali wa chini ambaye ni county, wajane wote na watoto mayatima, hamjambo. Nisalimie tu hivi, hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa jina ni Agnes Ntutu kutoka Narok County, na nimekuja pia kwa mwaliko ya dada yetu Emily Nyaribo. Asante sana mheshimiwa kwa kutualika tuje tupokee mama wetu wa taifa na kuja kujumuika kwa sherehe hii ya wamama wajane na watoto yatima. Kwa mama wetu wa taifa, tunakupenda sana na Mungu atakubariki kwa yale kazi mazuri ambayo unafanya. Ni asante kwa sababu umeonyesha upendo kuu kwa wamama hawa wajane na watoto yatima, kwamba leo hii wameona kwamba they belong to a family. Na hiyo familia, mama yetu ni Mama Rachel Ruto na baba yetu ni baba taifa ambaye ni president wetu Dr. William Samoei. Mama, tunasema asante sana. Mungu atawabariki na atawapa maisha mazuri na atawapa afya njema ili muweze kutuongoza vizuri. Asanteni sana. Mungu wa neema awabariki. Bwana asifiwe sana. Hamjambo. Mama Rachel Ruto, ambaye mama tunampenda sana. Wageni wote ambao wameandamana nawe siku ya leo ili tuweze kusherekea siku ya leo ya wamama wajane. Mimi natoka Bungoma County, naitwa Margaret Makelo, Lusaka. Wapi wamama wa Bungoma? Niliambiwa kuna basi ya Bungoma imekuja. Tutaonana nyuma ya tent. Mama wa taifa, kuna wajane and we interact with them every other time in our counties.
na kuna wajane ambao bado ni wachanga, unaolewa hivi, bwanaka anafariki because we have teen pregnancies, na kuna wale wajane ambao najua MSEA watawashikilia kwa kuwapea nafasi ya kuanzisha biashara, but they have young children who are not of school going. Watamwachia nani ili waende kuhustle? Sisi kama County First Ladies tuko na Smart Start Initiative ambapo tuko na jukumu ya kuanzisha daycare centers ya watoto kutoka 6 months to 3 years, preparing them for ECD. Na hapo tutaweza kushikilia huyu mama alete mtoto wake, ila akienda kuhustle anajua mtoto wake ako in a safe space, na akija jioni atajua mtoto wake amelishwa vizuri, kwa sababu tutapanda hiyo mboga kwa Mama Gardens ambazo umeanzisha. Watoto watakuwa na afya mzuri. We will be working with all other stakeholders in our respective counties to make sure that that is a safe space for our children, because contribution yetu kama First Ladies is the only way that we can ensure that this program of empowering widows is a total success, because it is a wholesome project that needs all of us to make a contribution. Dada Harriet na wengine wote, hakikisha kwamba the regulations and policies are in place that will enable us, wenye tunafanya kazi ya kushikilia, enable us to be able to make this program a success, ili wajane wote wakitembea wajisikie kweli hao pia ni watu, waheshimiwe, stigma iwaondokee, na waweze kuwa interacted kwa communities. Alafu siku moja, I know they are the ones who will come here to testify what this work that you are doing, Your Excellency, inawaelekeza. Mungu azidi kuwabariki wajane. Mungu yuko nanyi. Jua kwamba every morning ukiomba utamwambia Mungu, you have a purpose for me and that is why ninaishi. Endelea kumuomba Mungu na Mungu hatakuacha. Asante mama kwa kuwa nasi leo, na tunakukaribisha Bungoma ili uje tu tunywe chai na wajane ambao wako huko, na Mungu awabariki sana. Thank you. Haya basi, mumesikia hao ni wake wa magavana na ninashukuru. Mama, kwanza wacha nikushukuru, tumetembea na wewe ukifanya kazi na wamama. Wajane leo mlioko hapa ndani, najua wengi wenu mumetoka Lake Region. Wachache wametoka mbali, lakini wengi mumetoka hii Lake Region Economic Block. Nataka niwaambie ya kwamba mama ametembea na sisi kwa njia different. Kwanza alianza kupanda miti. Ukimkuta akipanda miti pale Kakamega Forest utafikiria hiyo forest ni yake, lakini ni forest ya kutusaidia sisi wote. Akatoka hapa akasema atapanda matunda kwa mashule. Amepanda matunda kwa mashule nyingi sana, na wale watoto wote watakula hiyo matunda, mkule mkijua mama wa taifa aliyapanda. Akitoka hapa akasema aanze kitchen gardens. Mumanyatege teacher. Pausi mumanyatege teacher. Mubwatege teacher. Mama wa taifa ege teacher ni kitchen garden. So hapa kwetu tunaitege teacher. Akaanza ile hafla ya kila mama kuwa na kitchen garden, ili kila mama aweze kuwa na mboga ya kusaidia familia yake na zile nyanya za kusaidia familia yake, ili kama kuna pesa kidogo utumie kwa mambo mengine. Hiyo ndio hafla ameendelea nayo, na tumeshirikiana pamoja vizuri. So kila widow hapa ndani, ukitaka kuishi vizuri, nawe pia kuwa na kitchen garden. Ukienda kwa mama akikualika kule State House, utapata hako na kitchen garden, na kule utatoka na mboga, utatoka na matunda, na hata utatoka na maua pia nayo yako amepanda pale. So wajane wetu, nami nataka kuwahimiza pale, kama uko na kipande cha shamba, weka tu mboga kidogo, itaweza kukusaidia. Nikitoka hapo nataka kumwambia Harriet Chigai, dada asante. Nilikukuta mara mingi nikikuambia uje Nyamira. Nataka kukushukuru sababu umekuja Nyamira na hujakuja mkono tupu. Umekuja na hii International Widows Day, mahali wajane wamekuja hapa ndani, na leo mama amewapatia gifts. Kila mjane hapa ndani yako na kitu.
Mwai ukende? Mwai ukende? Mama sikia, ile gift yako ulilete, wamama washapata. So hiyo gift mama alikuja nayo ijaenda mbali. Na hiyo ilisaidika na kupanga kwa mwakilishi kwa wamama kwa ofisi ya president. So nakushukuru sana Madam Harriet Chigai. Na nikitoka hapo nataka sasa kuelekeza maneno yangu kwa policy ya wajane. Tumesema tuko na policy, na mimi nashukuru tuko na policy, tuko na laws, hizo pia ziko. Lakini kama zote ziko, mbona basi bado mjane anadhulumiwa? Mbona basi mtoto yatima bado anadhulumiwa? Kwangu mimi, kwa fikira zangu, ni ile customs yetu. Our customs ndio zinatusumbua. Nimesikia Madam Beatrice hapa akisema forceful inheritance. Hizo zote ni customs, ziko kwa different cultures. Lakini custodian wa ile culture ni nani? Custodian wa culture ni wanaume. So mimi wazo langu nitaelekeza kwa waume wa hii country. You are the custodians of culture in this country. And I would want to ask you kindly, why don't you review customs that hurt the women? And when you think of a woman, think of your daughter. When you think of a woman, think of your mother. Don't think of her as another person, because then you wouldn't have her at heart as much as you should be. Customs ziko detrimental, tafadhali zikuwe reviewed na zitoke katika majamii zetu, ndio ile laws na policies zimewekwa zinaweza kufanya kazi. Otherwise nataka kuwakaribisha nyinyi wote Nyamira County, msikie muko huru. Na mama wajane wa Nyamira County leo wamesema watakupatia ile chakula wanakula hapa. Kwa hivyo wamekupatia unga ya wimbi, wamekupatia na eke. Eke inaitwa aje kwa kizungu? Ngebwate lieta? Haina jina. It is an African ball. Wamekupa na ndizi na wamekupatia na miwa. Sasa ukirudi kule State House, tafadhali ukae nje kwa jua, ule ile miwa ukijua umetunukizwa na wajane kutoka Nyamira County. Na karibu sana, na ukujo zindue ile hafla ya Kitchen Gardens hapa katikati. Utembee na sisi uone mahali viticha yetu iko na ujue vile tunaendelea na wajane wetu. Asante sana. Nikienda kumalizia, nataka kuuliza ruhusa kwa gavana wa Nyamira. Alikuwa hapa asubuhi, lakini kwa sababu moja ama nyingine aliweza kukimbia kwenda kutatua shughuli fulani. So mumsamehe. Na nikisema hivyo, nataka kuona wale workers wote wa Nyamira County mlioko hapa ndani, msimame tu na mfunge mkono. Tukianza na County Secretary. Hao ndio workers wa Nyamira County wenye walikuja hapa, wenye wamesaidia kufanya hii hafla iweze kuwezeka vile imewezeka leo. Na siwezi kutoka hapa kama sijasema wale wajane wa constituency ya West Mogrango wasimame, ili mjue hapa kuna wenyewe. West Mogrango constituency, aba bura kabons piba West Mogrango, mutagotenena. Wafungie mkono. Hao wote wamesimama ni 500 widows from this constituency. We gave them the largest number. So sikieni mko huru wajane, Mungu awatetee, Mungu awalinde. Tutaendelea kufanya kazi pamoja na Hope International. Kwanza wacha niwashukuru sana Echoes of Mercy na Hope International. Nilikuja hapa kwenu nikaona ile kazi mnafanya kule, Mungu awabariki. Tutaendelea kushirikiana na ile kazi mnafanya ya widows na orphans. May the Lord bless you abundantly. There is not much we can give you except to pray for you. Thank you very much. Nilipewa jukumu. Nikimaliza nataka kumuita Madam Harriet Chigai naye aja waongeleshe. Yeye ndiye mwakilishi wa president katika masuala ya gender na sisi zote. Asante. Naye aja waongeleshe. Yeye ndiye mwakilishi wa president katika masuala ya gender
na sisi zote. Asante. We also have the CEOs who have fashioned this. Everybody has said it's Harriet, it's not Harriet. My work was to coordinate. A lot of work that has gone today has been as a result of the state agencies that are here, together with CEO of KCB, Kim Tai, Anastasia, I can see she's here. Mama Rachel, these CEOs have worked with us. Ours is to fashion programs, but they help us in the delivery. I can also see we have CEO of NGAF, we have CEO of Kenya, KSG, Nur Mohammed, Uwezo Fund, AFS, Kenya Seeds. All these CEOs, Your Excellency, are the ones who have made this day a success, together with the State Department of Gender. With a lot of humility, Mama wa Taifa, we thank you for honoring us to be here with us today. I received apologies from the ministry yesterday because of logistical issues. They could not be able to be here, and received their greetings and apologies. Hope Alive Ministry, the president, allow me to say the president with a small p, because my boss is the president with a big P, with a capital P. Thank you very much for putting this together and for allowing us to be here. Mama Rachel, Betty has gone with us everywhere, including Marsabit. She was with us in Marsabit. All these people have helped us to shape this program, and they are calling that we go to a small, to the Horn of Africa, somewhere near Turkana, called Ileret. And I think that is where, Bishop, you were talking about. And if time allows, we will all go there. They have done a lot of work around the Widows program, and now we are ready to hand over this program to any other institution that is willing and ready to work with. A lot of questions have come out here, Mama Rachel, and with your permission, allow me to just put clarity on issues that are already going on. There has been a request that the government put in place a fund for widows. It is clear that there are so many funds that the government has put in place. All we need to do, leaders who are here, let us fashion our programs and our activities aligned with the different government funding modules that are there, and we plug in the element of widows. Uwezo Fund is here. KCB is here. KCB Foundation has a lot of work on widows and women. We have NGAF. We have, we also have the Social Protection Fund. If we align and we all come together and align all our programs with the government programs, all these women will not only have the knowledge, but will actually accelerate the government plan around women. We also have the Hustler Fund. All these funds have a portal on women, and we're encouraging all women to come up in women groups so that we can all benefit from the government integrated projects. Mama wa Taifa, allow me also to say economic empowerment and investment is not our personal initiative. Mama Rachel is the rightful owner of economic empowerment for women in this country. Makofi kwa mama. Mama Rachel started table banking. When you go up to the international platforms, it is her initiative that the world is benchmarking with. So Mama, allow us to say thank you very much. We are all learning from your wisdom. We are all walking in your footsteps, and we urge you to hold all our hands so that we can all move together as the women of this country. Issues to do with succession, the laws are there. The question is implementation. I am happy to see the government agencies here, all of them, starting with the regional commandant, up to the chief's level. The laws are there. It is just to implement those laws. At the national level, we put the laws,
but we have to integrate and learn those laws and implement. When we talk about widows being chased away from our properties, where are our chiefs? When we talk about FGM, there's Anti-FGM Act in place. Where are our chiefs? So let us hold each other's hand and move together. Betty, there's a lot. There's a lot, and we'll continue holding your hands so that you get to understand what the government is doing, so that if all of us move towards the right direction, this country will be a better country to live in. I can see we have more than 7,000 women here. I'm running away from saying widows because I believe you transited in a space of progress, a space where God is holding you to actually take this world to the next level. I have seen widows who have thrived, and I don't want to make you feel that widows are lesser people in the community. Widows are great. Turn to your neighbor and say, widows are great. We've also been told you are the power women, and that is what we want you to go away with from here, because the training you had between 8 and 10, that is exactly what you were saying. How can we empower you to be better? How can we empower you to be the better citizens and to carry the government agenda forward and to economically empower yourselves and others? When I look at this room, you're more than 7,000. If we are to contribute 100 shillings today, that is 700 million. If we are to contribute 1,000 shillings today, all of us, that is 7.9 billion in a day. There is your power. So with that, Mama, I can also confirm you asked for regulations. Today, we are launching the Widows Manual. This is as a result of all your input into it, including all the state agencies. Mama Rachel, all the state agencies were involved, and the team lead was actually CEO Noor from Kenya School of Government. And today, more than ever, even his team is here. The women who actually sat together, the state agencies that sat together to put the Widows Manual in place. And I can assure you that is the document we need for all the widows in this country to be aligned with what the government is doing and to take you forward. You've talked about legal aid. The Attorney General's office is putting in place the legal aid docket. And as late as Friday, the Attorney General actually told me she's ensuring that each county has 2 legal aids sitting within the county. With time, we will accelerate that number and to ensure that we have proper legal aid mechanism all over the country. So with that, allow me to say this. Supporting women on matters economic empowerment is not just an act of fairness. It is where we must be, it is where we must go so that we can fashion this country. We have listened from the children. Education is an equalizer. We've listened, and I can assure you, if we take the government initiatives in place, we'll be able to go forward. So with that, allow me to welcome our Mama. Let us be upstanding. And I will not allow her to step here if you don't sing, dance, and be happy. Because today we are here to celebrate. Isn't it? Leo tuko hapa kwa shangwe na vigelegele ili tuweze kushangilia kina mama hapa nchini, si ndio? Wamama wajane mnasema nyinyi ni ombaomba ama nyinyi hamtaki ombaomba, mnataka kuendelea mbele. Mnataka kuendelea mbele, sivyo? Tumesema tukikuwa economically empowered, tutashikilia familia zetu, tutasomesha watoto wetu na tutapeleka nchi mbele, si ndio? Pia kama kina mama, nyinyi ndio ambao mko na upendo katika nchi. Yangu pia ni kuwaomba tupendane, si ndio? Tupendane, si ndio? Since this is the only opportunity, tuambie mama wa taifa asai. That means I love you. Hug mama wa taifa. Kwa sababu nyinyi wote hamwezi msalimia, si ndio? Sisi sote tungependa kumsalimu, lakini tuko wengi, si ndio? Haya basi, ningejua Kikisii, mtu aniambie Kikisii kusema I love you unasemaje? Ningu atete? Haya basi, tuanze na hiyo. Tuseme ningu atete mama. Asai mama.
Ndakuyanza mama. Aya basi tuwekee mama mziki wake basi. Asanteni sana. Kwa heshima, Mama Rachel, it's with a lot of humility that I welcome you to the stage. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. DJ, uliwekea Beatrice Vaida. Mbona usituwekea hata sisi tuchangamke kidogo? O mwana inyanya. Iko karibu. Kina mama mmecheza kidogo? Mmecheza kidogo? Asante sana. Harriet Chigai, President's Advisor on Women Rights. Tunaweza kuketi tafadhali. Elected leaders present, Emily Nyaribo, spouse of the Governor Nyamira County, spouses of governors present, Bishop Moses Odhiambo, Chairperson Hope Alive International, distinguished guests, and above all, the courageous widows of Kenya. Good afternoon. Wamama hai. Tusalimiane wamama hai. Habari zenu? Bwana Yesu wasifiwe. Hebu nione mikono yenu. Bwana Yesu wasifiwe. Hala? Muko wengi kweli. The place is full. It is with profound respect and heartfelt solidarity that I join you this morning at Bugo Primary School grounds in Nyamira County to commemorate International Widows' Day. Receive warm greetings from our President, Dr. William Ruto. He sends his heartfelt appreciation for the strength you have shown and reaffirms his commitment to social justice, inclusion, and the protection of every Kenyan women's rights. James 1:27 says, and I quote, "Religion that God, our Father, accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world." Thank you, Irene Angango Mbaya, for boldly sharing with us your inspiration story and how, if it were not for Hope Alive International, you would have lost hope. Asante sana, Pastor Beatrice Musindai and Bishop Moses Odhiambo, for proving a loving and nurturing home, for providing a loving and nurturing home to orphans like Irene and countless others. God richly bless you. Mungu awabariki sana. Today we gather not just to mark a day on the calendar, but to honor the lives, struggles, and triumphs of millions of widows across Kenya. This day is a global reminder for majority of women whose experiences are often confined to the margins of policy and public conversation. In Kenya, widowhood touches the lives of an estimated 8 million women. These are women who, in the face of personal tragedy, must also confront systemic injustice, economic exclusion, and social isolation. Despite the protections enshrined in the Constitution of Kenya 2010 and the laws like the Succession, Marriage, and Domestic Violence Acts, many widows continue to lose their homes, their property, and their peace. Their journey becomes one not just of grief, but of survival.
And while their strength is nothing short of inspiration, we must ask ourselves as a nation, is being strong as a widow the only option? It is time we broke the cycle of poverty that shadows widowhood. Rural areas own land. Even where inheritance laws are in place, women are often denied access or pressure to relinquish their rights. I'm glad that the government of Kenya is making notable strides. Through the Hustler Fund and the County Women Enterprise programs, more than 15,000 widows have received capital for business revival, and over 2,000 have received access to government procurement opportunities, ACPO, certificates enabling their full participation in national economic life. Yet economic empowerment alone is not enough. We must confront cultural practices that deny widows their basic dignity. In some communities, women are subjected to harmful rituals, such as cleansing rites or forced wife inheritance upon the death of their husbands. These practices expose them to trauma and stigma. The government continues to work closely with community leaders, faith-based organizations, and the judiciary to ensure that widows' rights to property and dignity are upheld and that outdated, harmful customs are eliminated. Beyond what is seen, there are unspoken sorrows. Unattended grief becomes a second wound. Recent health data shows that women who are widowed face significantly higher risk of depression and prolonged psychological distress, with widowhood linked to a 39% higher risk of mental health disorders. Many face blame, isolation, or are viewed as burdens within their communities. As a society, we must do better. The government is now integrating grief and trauma counseling into primary health care services, training community health volunteers to offer psychological support and establishing safe spaces where widows can find healing and solidarity. Ladies and gentlemen, for the past 16 years, my journey in the field of women's empowerment has been deeply inspiring. Through the Joyful Women organization, I have witnessed women's lives transformed across Kenya. What moves me most is not just the change in their circumstances, but the powerful confidence that shines from within them, touching their families and uplifting their entire communities. Allow me to share the story of Maria, not her real name, a woman who defied overwhelming odds to change her destiny. In 2004, Maria faced the unimaginable loss of her spouse, an event that shattered her world. Left with the fearful task of raising her 4 children alone, she encountered numerous challenges that would test anyone's strength. Life became a stormy journey filled with struggles, but through it all, Maria's determination and resilience shone brightly. During her daily battles to provide for her family, faith intervened when she met a friend who introduced her to Joyful Women. This initiative was a turning point in her life. Through the concept of table banking, Maria found not just financial support, but also a community that believed in her. With newfound resources, she was able to educate her children and engage in farming, which ultimately brought nourishment and stability to her household. Thanks to her hard work and perseverance, Maria has accomplished remarkable work. She renovated her house and has existing plans to build a new one, reflecting her aspirations and hopes for the future. Furthermore, her savings have impressively grown to over 300,000, a testament to her commitment to improving her family's quality of life. Maria's journey is not just a story of hardship.
It is a powerful testament to the strength of the human spirit and the impact of supportive communities. Being a widow should never mean losing your humanity. I genuinely believe that her story can serve as a beacon of hope for many of the widows here and others facing similar challenges. To every widow listening today, you are not invisible. You are not forgotten. Like Maria, you are not alone. Your pain is valid. Your strength is recognized, and your future matters. The government of Kenya remains committed to working alongside you, expanding access to capital, protecting your rights, restoring your dignity, and nurturing your emotional and spiritual healing. Wamama na mabwana, ningependa kusema hivi, kina mama, hasa kina mama wetu ambao wamesafiri kutoka sehemu nyingi ya sehemu yetu ya Kenya kukuja katika hafla hii. Mambo mengi yamesemwa hapa siku ya leo. Na tena wacha nishukuru washikadao, Bishop wetu Odhiambo na Beatrice na wengine wengi ambao wameweza kujihusisha kuhakikisha kwamba hii siku imefaa. Serikali inawajali. Serikali yetu ambaye inaongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto inawajali. Jambo muhimu kina mama, kama vile viongozi wametuambia hapa, ukisikia kwamba kuna jambo ambalo serikali inafanya, tafadhali uweze kujihusisha na hilo jambo. Wakati nilikuwa naenda katika nchi yetu ya Kenya kuongea na kina mama, nilikuwa nawaambia kwamba hata ukisikia kwamba kuna barasa ya chief ambaye imeitwa, usiseme kwamba mimi ni mama ama mimi tu ni mama mjane siwezi enda. Tafadhali uweze kufika hapa, uweze kujua kwamba chief leo anatuambia nini. Na jambo la muhimu kina mama ni kwamba serikali ya leo haiwezi kukupata wewe mama ukiwa nyumbani peke yako. Mnanisikia kina mama? Najua mtu mmoja, sisi wa Kenya ni karibu milioni 50, na serikali haiwezi kukupata wewe. Ni vizuri kina mama tuweze kuingia katika vikundi. Na najua kwamba tuko katika vikundi. Maana nimesikia hata wakati Beatrice ameongea, wakati Harriet ameongea, wote wamesema kwamba kina mama mko katika vikundi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Serikali iko na mambo mengi sana ambaye inaweza kusaidia kina mama. Umesikia mambo ya Hustler Fund. Hapa katika counties, mambo ya devolution imelete mambo mazuri kukuja chini kwa kina mama. Kwa hivyo kina mama nataka tu kusema kwamba tukiingia katika hiyo vikundi, tena tusivunje hiyo vikundi. Maana mimi nimefanya katika Joyful Women miaka 16, na najua kwamba kina mama leo wako katika kikundi, kesho unasikia kwamba hiyo kikundi imevunjika na pengine hata pesa zao zinaweza kupotea. Kwa hivyo tukiingia katika vikundi, tushikilie hizo vikundi ili tuweze kufanya mambo ya women economic empowerment, na hiyo mambo inaweza kutusaidia. Asanteni sana. Na nilikumbuka jambo moja wakati nimekuja hapa, Mheshimiwa Harriet. Katika familia yetu, na nikisema familia yetu ni Mheshimiwa Rais, kuna desturi ambaye tuko nayo kila mwisho wa mwaka kushughulikia wajane na mayatima. Na kule nyumbani katika kaunti yetu ya Uasin Gishu tunawapatia sikukuu. Tunasema kwamba hao mayatima ambao hawana wazazi pia waweze kukula Christmas kama watoto wengine. Na najua Bishop mnafanya mambo kama haya. Kuna jambo pia tuliweza kufanya kama familia hii mwaka wakati tulikuwa na shukrani kule nyumbani. Wakati tulikutana kwa Thanksgiving yetu na familia yote, kuna jambo ambalo Mungu alinipatia, na ni hii kitabu ya James chapter 1 verses 27, kusema kwamba Mungu anashughulikia mayatima na wajane. Na watu wa familia waliweza kutembea katika counties nyingi sana kupeleka vyakula kwa wajane
na mayatima. Na najua walikuwa hapa Nyamira. Na wakati walifika hapa Nyamira, wakanipigia simu wakasema tumesikia kwamba hata utakuwa Nyamira kwa siku ya wajane. Kwa nini ninasema hivyo? Ningependa kusihi kila mmoja wetu. I want to encourage each one of us seated here today and those that are listening that we can do something for our widows. We can support what the government is doing for our widows and our orphans. You can give something. You can give that extra thing that you have in your farm, in your house. You can visit that widow because we know that there's a lot of stigma, with the widows. So I just want to encourage all of us. Ningependa kusi sisi wote tuweze kufanya jambo. Na Bishop, wakati nimeketi hapa, sisi ni wakulima uko nyumbani. Na kwa sababu sisi ni wakulima, ningependa kutoa ahadi ambaye tutafanya kama familia, kuleta tu chakula kidogo katika hii home ambaye uko nayo. Na ningependa kusema kwamba we will bring 5 bags of beans to support the widows, because I know that food is everything that is needed, even among the children. We've seen how the children have sung to us. They are so beautiful, and we want to thank you for the work that you are doing. And to our government, I want to say that we are very grateful because of what all of us are doing, the county government and the national government, for what you are doing. Kwa hivyo kina mama, Mungu awabariki sana, Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, na tunasema kwamba tutaendelea kukaa pamoja na nyinyi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni, naomba tuketi kwa heshima. Mama wa Taifa, najua umesimama kwa muda, lakini nitakuomba kwa heshima urejee hapa, lakini utakuja upande huu ambapo utakuwa unasaidia kuzindua kitabu hiki ambacho kina maneno ambayo yanahusiana na wajane, The Widow's Manual, kindly together with Waziri Harriet. Kindly just come close. Bishop Beatrice, kindly join Her Excellency. You'll be standing here. Her Excellency, yes. Asante. This is the manual that you will be launching. And in the count, naomba tafadhali wengine wote tuketi tuweze kumruhusu Mheshimiwa Mama wa Taifa kufanya haya. In the count of 5, 4, 3, 2, 1. Press the button. Makofi mazuri kwa Mheshimiwa Mama wa Taifa as she launches the Widow's Manual. Thank you, Your Excellency. We'll have a few copies given to you, Madam Harriet, Nyamira County First Lady, for the purposes of a photo. We'll take the photo from here, kindly. Let's also, the MP gets a copy, kindly. Thank you. Tafadhali tuendelee kusalia kuketi wakati shughuli hii inaendelea.